Unaona kama mtoto ameambatana na mzazi wake kupitia kitofu. Esa cordon moko ezala kati ya naissance ya mwana. Ni kamba moja inakuya uzazi wa mtoto. Cordon wana ezala puissance ya kopambola. Hiyo kamba ina uwezo wa kubariki. Cordon wana ezala puissance ya komodirio. Hiyo kamba ina pia uwezo ya kukula. Parce que ezala puissance ya communication ya sang. Sababu ina uwezo wa damu. Je parle du sang aujourd'hui. Nazungumzia damu leo. Bwana Yesu asifiwe. Ezala mobali mususu ukuta naye na vi. Kuna kuwa mume mwingine unaweza kutanana naye mbali. Mbali wana azana objectif ndio kwa nini sababu leo. Ule mume mawazo yake ni kuharibisha maisha yako. Pia ukutana na mabali wana. Tangu umekutanana naye. Depuis na wewe beba. Inaweza kuwa pia maisha yako iliharibika. Mtu nyoso moni na mokili. Kila mtu unayeona ulimwenguni. Olinga ete pomoni aspect physique. Usipende tunamwona nje. Usimpende sababu unamwona nje. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya, haleluya. Amen. Peut-être katina ya Satana. Ndani mwake anaweza kuwa shetani. Unajua? Bomo inabiso baby. Maisha yetu yanaharibika. Pour ezala ba auteur au baby sababu inabiso. Sababu kuna wasimamizi walioharibisha maisha yetu. Ukona kikitoko. Ulikoma vizuri. Mais quelque part. Fasi fulani. Bomo inabadilika mbele. Maisha inaanza kuharibika. Yo kanisa kisoki na kote na libala. Unadhania ninapoingia ndani ya ndoa, mtazina ndeko changer. Maisha yangu itabadilika. Mais par contre ndio kote na libala. Unapoingia mundoa, mtazina wewe beba. Ndio hapo maisha yako yanaharibika. Parce que usangane na mtu oyo asana malédiction. Sababu uniambatana na mtu ambaye ana laana. Nipatie ameni vizuri niendelee. Amen. Amen, amen. Amen. Mtu moko kutana na yeye. Mtu mmoja ulikutana naye. Yeye ndiye abebisha bomo inayo. Yeye aliharibisha maisha yako. Hapo kutana na mtu. Baada ukutane na mtu. Esengeli ezala na pacte moko basala kiyo na yeye. Inafaa kuwa uhusiano moja walifanya wewe na pacte wana yo sala kama ndegani. Hiyo uhusiano ulifanya namna gani? Kukutana kina barabara. Mlikutana njiani. Peto bala ina barabara. Na mnaoana njiani. Spiritual ya mtu wao yeye ya ngote. Maisha ya kiroho ya ule mtu hauwezi la kitebia kwa mimi sababu inayo. Ilikuwa pia mwanzo ya kuharibisha maisha yako. Wasio kenda kombala. Mke ulienda wao. Peut-être là petit sorcier. Inaweza kuwa ni mchawi. Acha nikwambie mchawi. Mchawi kwake na huruma. Haleluya. Amen. Mchawi ya kwake na huruma. Hata ukizala mtoto wako ni mchawi ya kwake na huruma. Vous savez pourquoi les sorciers mangent la chair? Unajua sababu gani wachawi wanakula mwili? Tango bazo pesa mtu, wakati wanatoa mtu, poete basa la condamner ili wahukumiwe. Poete basa la condamner ili wahukumiwe. Satana azoitisha bango bali ya nzoto na hisi. Shetani anawakaza kukula mwili. Ezala batu mususu tokenda kokunda. Kuna wengine ambao tunaenda kazika. Otekie na cimetière. Munamuacha kwenye makaburi. Mena butu batu bayako bibisaye. Usiku wana mutoshaka ndani. Beba leso tolai. Na wanakula mwili wake. Yo kanisa kitotia ki papa hawa. Unadhania tulitia baba hapa? Onke papa asali ya makana. Baba ameshaliwa zamani. Ndio kwa maana deliverance ya bandoki. Utaona ufungulifu ya wachawi. Ukuta la kati utakapenda nyama msibale. Utakuta ndani wameshakula pia nyama. Amen. Est-ce que vous avez mal? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ceux qui usa sorcier kama kwa mchawi melotika. Ni wacha. Oso deliverance. Upate ufungulifu. Okoyeba ndokilo lengeni. Utajua mchawi namna gani? Utajua mulosi na muna kani. Efe ya liboso ya koyeba ndoki. Namna ya kwanza ya kujua mulozi. Mfanye bien parce que balingaki na taya mataya yote. Balipenda nisihubiri hiyo mahubiri. Na namuka kimalo. Nilamka vizuri. Na ke musala. Naenda kazini. Metete na zombi. Tangu nimerudi. Balandinga. Wakanifuata. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wakanipiga magonjwa mara moja. Wakanipiga fatigue mara moja. Wakanipiga fievre mara moja. Nikajikuta dalili yangu inabadilika. Metango na comprendre que sa mission ya bandoki. Wakati nilielewa kwamba ni kazi na kota kikati na ngape na bandiba declaration. Niliingia ndani mwangu na nikaanza Yesu Kristo leo nakotea. Kwa jina la Yesu leo nitaumia. Leo bafatigo batindelinga na baby sina kombo na Yesu. Michoko zote nazi alibisha kwa jina la Yesu. L'autorité sur cette pouvoir. Nilishika uwezo juu ya hiyo nguvu. Le pouvoir satanique emuna na kanamisho ya molinde modote. Utawala wa giza
miujiza haionekani kwa macho ya kimwili. Haleluya, haleluya. Amen. Kubeba ya vile mtu kuharibika ya maisha ya mtu iyaka kumuna na libanda tangu asia bebi na kati inaonekana nje wakati amesha haribika ndani. Tangu kati ya mtu bebi wakati ndani ya mtu kumeharibika. Doko mwana libanda ba effet secondaire bali kumuna. Njo utaona nje matokeo inazoonekana. Maisha yenye uko naishi haikukuwa maisha yako. Amen. Ile maisha walikukopesha muone ténèbres sans le savoir. Sema amen. Amen. Simame tushimame na Mungu tusome. Aidia franga. Mambo batongio tena pauvreté okozo ya mtu. Wakati wanakutupia masikini. Okozo ya mtu utaopewa. Ili uipate inapaswa uvunje ile madhabahu. Walezo simiwe. Kipese fiancé. Unaweza kuwa mchumba. On t'aime beaucoup. Wanakupenda sana. Beaucoup de chéris. Wachumba wengi. Mena mokote abala yo. Hakuna yule alikuwa. Paske sana maroba basi maraoke kubala kate. Sababu kuna masemi walisema ili walibisha hiyo madhabahu imebaa. Inabidi na sie tuseme juu yako tupate kunyumba. Amen. Kweli. Tunasoma kitabu cha Mwanzo sura 12 fungu yake mpaka 9:13. Watandika andike. Tunasoma kwa jina la Yesu. Amen. Wakafika mahali pale alipoambiwa na Mungu, Ibrahimu akajenga madhabahu huko. Akaziweka tayari kuni. Kisha akamfunga Isaka mwanawe. Akamweka juu ya madhabahu. Juu ya zile kuni. Ibrahimu akanyosha mkono wake. Akachukua kisu ili amchinje mwanao. Ndipo malaika wa Bwana akamwita kutoka mbinguni. Akasema, Ibrahimu. Naye akasema, mimi hapa. 12. Akasema, usimnyoshe kijana wako mkono, wala usimtendee neno, kwa maana sasa ninajua ya kuwa unamcha Mungu. Iwapo ukuniuzuia mwanao wa pekee, au kunikatalia kunitolea mwanao wa pekee. 13. Nasema nini mwisho? Ibrahimu akainua macho yake, akaangalia na kutazama, kondoo mume yuko nyuma yake. Alitoka wapi? Mbinguni. Haleluya. Acha basi kwa kufuata katika. Biblia inasema kama alipofika akajenga madhabahu. Nataka leo jioni ungekufiri madhabahu gani unapata kwani? Na kwa maana mkanisa la Nazareti mtu akiingia kisha siku na bila shuhudi. Kama ushuhudi kusema huko quelque part ama huko mlozi ama huko rabi yako bila unaweka pasipo kuitubu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa alipojenga madhabahu, neno la Mungu linatuambia kama akamfunga mtoto wake Isaka kamba akamweka juu ya madhabahu. Sasa kile kilituma Ibrahimu anatia Isaka ufrani ilikuwa maneno ya Mungu. Sema maneno. Kisha ukamata kisu wataka mchinja, sauti katoka mbinguni. Mungu akasema, Ibrahimu, naona kwanza unaniogopa. Eske wewe mpaka leo ungaliki unaogopa kama Mungu? Unaogopa kama Mungu chape mwana makofi. Leo watu wengi wamekosa baraka kanisani kwa sababu uoga wa Mungu umewakimbia. Sasa unalala njara siku 3 unasema acha tuende sema bongo. Juni kule na zake temeka. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa problem nyingine kama unapitia ni jaribu kwako, Mungu amekujaribu. Na mkiakili Mungu akuachilie. Unaomba, wametabiri, wamekuonesha
ushuhuda. Epreve. Sasa epreve inapokuja ndani ya maisha yako, ikukuta Mkristo uko na msimamo. Wakati hauna msimamo, hakuna jinsi uvunje madhabahu ya tabu. Tabu yote inatoka kwa shetani. Zambi. Laissez les péchés au péché. Elia akabeba nabii wa Baali, akasema mchakule leo. Kama Mungu nahubiri njoo Mungu tumfuate. Kama bali ndio Mungu mfuate. Basi ilati kuko watu wanaingia kanisani lakini ni wafukufuku kupika na wanaharibisha habari ya kanisa. Wako nasema ile ndadanga mkanisa wote ni kahaba wa usiku. Haleluya, haleluya. Na huko na Petro anajitapia yaseme papa Simba, papa Eli, wote papa Eli ni gramule. Wakati niko naomba hakuna jinsi nione mkono wa Mungu kwa sababu ni peshe. Hakuna siku utaona mkono wa Mungu. Tuone mkono wa Mungu ni Mungu kugote kwanza. Amen. Sasa basi. Amen. Unajua kazi unafanya kufunulia watoto wako waipate bakisha. Sio kurone ndio Mungu anakupatia. Hata kurone iko na kisha kurone kuna baraka. Hakuna mmoja tumikia kama Mungu akabaki kunalia bongo. Mwisho ni ushuhuda tu. Amen. Kama shida nyingine tulichanga na makabutura mkanisa. Tulichanga na makilot, mshumbele weke de kilot. Tulifukuzwa na wazazi. Tuliacha moske. Tuliacha Katoliki. Wakatutupa kwa mtu mwana ugotaka watu na kawapanguza machozi. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna mtu alijakarisha mbele ya Mungu. Haiko. Hapana mu Biblia. Mwalika na franga mbele ya Mungu ni Zakayo tu. Wengine wanajua makaramu. Mela Zakayo. Shie wote tulikiaga mikono wazi. Kama leo tunapata kakoti ni neema. Soka hivi ni neema na una kesho utaipata. Haleluya, haleluya. Kama leo ni sala mapasa ni neema. Sio na kesho tazala ni neema ya Mungu. Parce que le panier circule encore. Ya kwanza tutufunze madhabahu tuache kwenda na zambi. Kutime ya zambi tuiache. Unajua tu niache pombe kwa problem na shimboki. Problem. Pombe za pasa mula une semaine et 2 semaines. Mais shimboki wasiache na kwa ni pepo moya kaka na kwa kamfupi, kaka na kwa kae. Na ni pepo anapatishaka watu haya sana. Kwa hiyo utatembea, ifo kamate tu moshi. Ukasikia harufu na kunukia, ifo utafute saa imbwa kama harufu inatoka wapi. Angalia niveau shetani kwa natia responsable. Hata ninafanya teni, ni Yesu angalo veke te garde ko, mais si on filme quelque part, je devrais chercher nani ndio anavuta. Angalia haya kwenye zambi kwa napeleka watu. Sasa quand tu pêches, tu regardes derrière et tu regardes devant. Mais tu oublies de regarder le ciel. Alléluia. Quand il y a à l'hôtel Zora, regardez le major n'est pas là. Aha. Papa José n'est pas là. Angalia yule wa mwani mbaka na anione. Et quand tu pries, tu te mets en confusion toi-même. Seigneur, manifeste-toi. Wakati Simba naimba tunajazwa tunacheza. Adorons le Seigneur, nous adorons. Mais après ça, il y a une condamnation qui est sur nous. Mais tu as tout watu wengi wasi na kushuhudia. Niambia kama shida mercredi, vous demandez la mariage, c'était ule mwenye uko unajikushana kila siku nani nani? Basi célibataire biko hapa. Les fiancés sont là. Alléluia, alléluia. Wana na karibu huyu. Amsha. Okay, merci. Mama, atulaki hapa. Hapa tunasikia maneno ya Mungu. Wakati kulomba Mungu kitu, angalia pia maisha yako ya ndani. Eske maisha yako yanapendeza Mungu? Na ndio maana tunakuwa na maefe ya kutokuchubiliwa na Mungu kwa sababu zambi inatutawala. Tuache kwanza zambi. Kwa nini tunatafuta baraka? Ndio sitakuwa nipata, lakini kwa nini tupende tazama? Kanisa, haleluya. Amen. Le prophète Mika anatabiri. Aseme anatabiri. Bazuana wanatabiri. Wale watoto wanatabiri. Ile kesho ya nini? Pose question. Serikali hauko moto mabaridi ufanye nini? Utatapikiwa. Kwa msimamo mbele za Mungu ili Mungu apate kutendea muujiza. Hiyo pia ni madhabahu ya zambi. Aucun duplice. Ile yote inampesha Mungu asikutendee. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Baba Bwana Yesu asifiwe. Hoteli ya pesha inaharibisha souvenir ya mtu. Utakuwa jeune garçon, utakuta suri zako ya mzee 50, c'est parce que unaikala ndani ya zambi. Mama, jiulize ule mtoto
ulizalaka mfaso gani? Na ule mtoto sika naombaka, ule papa naombaka, peut-être ndio tebe ya kuelimisha maisha yako. Basi hapa, kwa mimba zingine zenye ni mapepo njoo. Mimba zingine nini? Inabidi uzale mtoto kisha mkulie komani. Sasa vile udana, tutoka pana mali kwao. Mwingine mfevri, tuko na pana mali kwao. Sasa yenyewe kile Mungu anataka vile. Mungu apendi tuko na imba na wewe hapa, tuko na cheza na wewe, hapo tusikie alienda na mimba. Angalia haya gani unapatisha kanisa. Angalia. Si Mnazareti wa kupigia kifua. C'est notre sœur en Christ. Mais cette sœur en Christ, les voyants du super mu quartier, pata habari yake. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kuna magonjwa ingine tunaileta shie peke juu ya zambi. Sasa profiti là-bas. Kuna maisha ingine ya piaka. Papa, ile crise inapita, ndio ni wakati tu. Kama ni crise ya normal itapita, na kuna crise ingine ya kwa zambi. Mungu anaangalia kampatia tena Elia hii $100. Hii $100 tu. Na mkutane kwa mpasa kama wapi? Ya nani atahubiri tena? Kuna siku aliambia ni kwa mhubiri hapa. Unaijua be na pastor alikuwa iko. Kulikuwa mtu mmoja alihubiri kufasi yangu, alikuwa ataniinterprete. Unakumbuka tena wakati mmoja hivi? Ilikuwa mwezi wa 3. Lakini wakati waliniambia nilihubiri siku ya pili, ingenibidi nihubiri siku ya 5. Tena nilikuwa na hoteli ya zambi. Sasa fika 13. Papo akanifuata akasema, "Cha, wale kwambia kwa mstari wa kurudi mwangu. Wala vile vile natembea na mnoga, natembea kaifu. Haina device normal. Mimi naenda 14, wananipita hapo na moto, wananiambia tunaenda kukanisa. Nasema na mimi niko nafuata, njoo inaongezeka. Saa ibada ikishaka, ndio wanapita, ibada inaisha. Kao. Oh, Mungu nipatie, Mungu atakupatia. Amen. Unajua mama, Mungu awabariki. Mama, Mungu awabariki. Nasema tena. Amen. Tuko na nuka sana. Pima kunya kaogo jo. Una kaogo jo. Pima kunya simba. Jini nikunyaka. Hapana simba Fred. Simba ya pombe, sikia harufu. Pima kunya supermarket, sikia harufu. Lakini mama anasiporte. Na sababu unamuka uvurense, anakuambia sheriti perese kamen. Angalia niveau Mungu atupatia mama kutuchunga na kutufungia aibu. Sasa wewe pia utaomba Mungu atakutendea. Sema amen. Hotel inaharibika kupitia maneno mengine. Na ile maneno ni maneno ya Mungu. Njoo iko na uwezo ya kuvunja hotel imejengwa na shetani. Ile magonjwa ndio kuna magonjwa haiko mapenzi ya Mungu. Petaka umkanisa kwa 4 sources. Kama kanikana hapa, kengine kule, kengine kukue huku, kengine kule. Biko tunasikia utaomba nini mapeleke maneno. Mungu ni wambele siku kuko shule nyingine usisemake sana. Funga ni yako. Amen. Baada shituka tu doleo kutoka mposhi. Amen. Nataka sema maneno unagusa mposhi $100. Unatia pale Sandra, ukashuhudia ama ukipanda wanakamata wanafunga. Kwa kila mtu anakuwa mtu wa Mungu. Lakini leo utaokolewa katika jina la Yesu. Leo utabadilika katika jina la Yesu. Kama walikufungana walosi leo watakuachilia katika jina. Acha nikwambie, mmoja walifungaka leo ataachiliwa huyu. Mmoja mwana magonjwa ponake leo itapona. Mmoja wanasema kama wanacheka kama watamheshimia. Unajua kuko maisha ingine uko napita ni wakati, lakini leo itaisha. Haleluya. Kila mtoto na baba yake. Uko kiana tunajua, sio ndani. Sio bon. Uko bogare. Baba amana kivala pantalon na tia hapo tuna mama joli nyuma yake sana. Unajua nini? Iko bogare. Iko nini? Uko na fiansa wa kufuata nyuma mama Debora, ajua kama uko kiana. Hapendi. Haleluya, haleluya. Amen. Kama kuko mloza kufunga maisha yako ya chini. Basi maisha ya tabu tunayaishi. Tulikia kudesana tutashuhudia nini? Tutatoa nini? Tutatoa nini papa mse? Tutatoa nini? Mbona tunakaribia mwezi wa kushuhudia? Mwezi wa shukrani. Tuachiandaa envelope, tuachiandaa mangombe. Selo kutembea Biblia. Photograph utatoa nini mkanisa? Ulifanya nini ane mzima? Apart des photos, Mungu anakopesha cha kukula. Pourquoi na usichenga nyumba kesho ushuhudie? Je vois des femmes mvola hapa mumulembwe kama macho kale kapagani mwili
seme no. Tunaanza shindwa kuita tualike watu kwa nyumba juu tuko na haya. Nikaita ule baba kwangu nikakuchungula Lukondi. Sasa atanipeleka inabidi ile maisha tuko naishi badilike leo katika jina. Kuko magonjwa bali kusukumia kama harufu leo tumekata katika jina. Angalia kwa masimama mama. Simama. Hapo ni kama mama badilika. Ndio. Unaona ni kama hapa mbele. Tembe, alikuwa akatumbuka kuvimba sa mtu ya mimba. Ndio. Kanganga foto. Wewe uko kama ngai. Unipige picha kisha nishangaa. Angalia kanisa, tusape Bwana makofi. Haleluya, haleluya. Prophet alimuonaka kukicha na ikala. Alikuwa kaiva? Hapana. Haikuenda kula sadaka zetu hapo mama. Ndio. Unakumbuka? Ndio. Sasa msaidia. Sasa angalia leo aspect ya mama. Inakuwa namna gani? Tuko matunda ingine ni bwaki, sema bwaki. Alikuwa kama mkunda ameana damu. Ni Mungu wa Mika anampatia damu, kasura kananja. Naomba tukupatia kwa mshogope. Mungu ndio kwanza kuna makofi. Hata kupigia hapa inabidi maefe ya gerizo ionekane. Maefe ya gerizo ionekane. Hapa nikutaka hapa sivile. Eske nilikiaka hivi hapa? Nilikiaka kwa Dubai. Sudan. Mtu mekuna ishafanya mweusi juu ya pombe, juu ya sigareti. Kakumkamukone sivile. Uko tekwe. Barani kutaka Basandra mkudonaka. Mwana mshawe nitamani hata. Nikipita usi nitamjia nini? Sambi. Hakufunge foto. Kesho watashangaa. Haleluya, haleluya. Sambi naua. Sambi, acha tu. Acha nikwambie, haiko kazi. Acha tu sambi. Upakaliwa mafuta ya Mungu. Papa sema natoka karebe na sema papa hivi. Itumbu yote kwa nene na wapi. Orge chaque fois je monte à Carigo, siku lake niko naomba, niko Mungu nisaidie, mimi utumbu niko nakuya tu. Nikula tu maragi na wali. Nikula chai ya rushe. Kuko utukufu. Wakati unakimbiza utukufu atupakale choko amani utafikia bote. Acha! Haleluya. Mungu akitafizita mtu anaanza kwa kupamba kadogo. Baba marehemu. Wasikia bien? Watu wanajenga foto. Musa, Mungu akampatia mission. Nataka nisie pale. Tuombe. Mungu akampatia mission d'Exode chapitre 9. Akamwambia uende kwa Farao. Sikia nikwambie, nous devons demander un signe ya réussite au maisha yetu leo. Mungu atupatie signe. Tulikuwa maombi ya 14 jours. Sikia. Nilikuwa naomba juu ya kazi yangu. Aseme akaenda na hitaji yangu kaleni kumlima. Wewe ukaniombea. Nikafikia nilivya kudeside nikaanza sema niko na nia niko kwa nini. Sasa nikamwambia Mungu mbele maombi ishi naomba alama. Naomba nini? Alama. 12e jour. Nadala mchana namaliza omba vers 12h13 jishomere kazi yake ni kusingiza. Acha Mungu abariki mama akisiporte tanga shomaji. Mungu awabariki. Alikipata faranga batavana sipere ya bien. Fuko alikonesa ya mzuri ndio mtu akutendea Mungu. Wewe kutendea bien, shukuru yake. Mungu anamke hapo kipiga tu pia akakukimbia. Pia akakukimbia. Pia kanaenda. Na nakwambia ufikirie. Anataka kutana frere nani huyu? Frere yako nani? Nani? Rosa kalika kapatana hapa sasa hizo kukuta. Lakini watu wanasiportaka. Kwambia Mungu tenda. Bwana Yesu asifiwe. Nikasikia simu na sore. Wananiita Kinshasa. Mkuu wa mambo kutoka jirani. Aseme yeye kwa sasa niko kunyumba salamuka. Unaomba Mungu alama nzuri. Tuma jina na matriki. Acha nikwambie bien nene. Leo tutaomba alama. Kama ni balozi tu alifunga maisha yako, loba itapiga katika jina Yesu. Sikwambie, hapana. Hatusikua tembea hapa na ngozi hapa. Hapana, tunakatala. Biz on frère, secrétaire de bureau. Kale commandant j'étais venu marcher. Général kalitafuta bi machin. Tu es libre. Vunja hoteli na kuikalia. Vunja masababu. Hii maisha konaisha iko yako. Kila siku magonjwa. Kila siku aulalake. Uko na ndoto. Angalia ile mafeti unafanya usiku ya manyama na njoo kuisha mtu hivi. Ushakula mtu sana sawa. Baba sema deliverer kadada kwa hapo. Sasa wewe tumeko victim. Usali kila mna gani? Ile ndoto yako unalota tu, bashaba na sura yako na banaanza loga na wewe na unakuwa mlozi. Ukianza kula nyama, sio kama ulitafuna mtu usiku. Hakuna ngombe wanakulaka usiku mdoto. Tutakula ngombe kiruza mulongo tunaja piga tunakula. Na choma maisha ya watu wanabarikia pale.
Wanapata mzuri. Haleluya. Haleluya. Leo simama decide sema mimi naacha nakatana. Ile magonjwa shanivala. Wao papa ile ndio kifafa. Leo kifafa itaisha katika China. Hapana kuitika na vitu vingine. Kuko maisha mengine mnyumba kimbiza hayo mama. Wala asikilikane. Piga magoti. Usiache Mungu, piga magoti. Piga magoti. Alikamate, piga magoti. Tia confiance ya Mungu, chagulie moyo. Mungu atakuletea ndiye Mungu ndio sema huyu njoo. Huyu njoo. Mungu anakupatia baraka kupitia precision ya maombi. Sasa unakatana maombi. Unataka Mungu akutendee. Unataka Mungu akutendee. Ndio maana Mungu akatosha mbele mbinguni. Akampatia Abrahamu. Abrahamu akaangalia akaona kondoo. Mungu akamwambia mtoe kwa sababu vile walitowaka kitu juu yako, na leo Mungu atatoa kondoo juu yako. Nasema tena vile walitowaka kitu juu yako, chuma yako alibiki, na leo Mungu wa Nazareti atatoa kondoo juu yako. Kila mtu mwenye alikufungaka atakimbia. Haleluya, haleluya. Musa mti yake kigeuka nyoka, ile nyoka akakimbia. Acha nikwambie, kuko vingine vile Mungu atakupendea leo na wewe pia utaanza shangaa. Kuko maisha uko naingia ndani ya heshima, ya one, ya mafanikio, na wewe pia utaanza sema nigusa nini? Power. Wabidi heshima irudie. Wabidi heshima irudie. Katika China hatuwezi baki na basere ya 30 40 mkanisema leo katika China. Inabidi temple fest tu celebrate hapa. Kanisa la kuwa na baraka. Kama ulifungiwaka kaburini kule itafunguliwa uvetema leo hapa. Alifungaka mu village leo itafunguliwa hapa. China alikufungaka leo itafunguliwa hapa. Kwa kazi shalipotea ndio yende. Leo itafunguliwa katika China. Ndio satanic detruit kwanza. Leo upate baraka. Fungu cha kwanza. Msibabu yako. Ile ndio kinafanya mkiuno ni nini? Esitu wa mama unabaraka nini? Mimi le marie hamuna haya. Huko mbele na watoto umeuko na kushanga mkiuno, kazi yake ni nini? Hapa kupendaka jua kushanga, sio wakati tunapendaka tuonake kushanga. Bila kuiga mtuletea mapepo. Ukutani mama Sandra, mama wa watoto, mnakwenda kushanga mkiuno bana. Haiko mkoshi. Haiko mkoshi. Tuseme kwani? Elite tu ama elite tu ya ule wa Debora, nimkuta tu mkiuno kwa kushanga. Sika haiko mkoshi ile. Ilianzia wapi? Tu sababu unapenda mwanamke aonake mwili yake. Tivwa sema image na sura ka France. Hapo nyiba mnapendewa ka France ka nyororo. Tena kisema ni bonjour chérie. Sama nyororo. Usikose masama mwanaume samia. Muambie mpaka avutiwe na sauti. Na utembea ka demarche boka kiana. Usikose sama masifa yashaishia pale. Bwana Yesu asifiwe. Kila mwanafungua maisha yako atachinia leo katika jina la Yesu. Tunataka omba, tunataka wia. Kila mwenye alifunga maisha, je le dis encore. Wewe mchuruzi unachuruza kupata benefits. Kila mwenye alifunga maisha yako atafungula katika China. Mtaya iko $200, mtaya iko $10, mtaya meme $10. Mungu anaweza kuibitipia. Hata leo Mungu anabitipia katika China. Mungu anapenda watu watatoa sadaka hapa. Mdesambre tuko na dunda. Mdesambre 2026 tuko ndani hapa. Magari ya Jose, ya Seme, ya Amani, ya mjuta kwa kwa kubwa na profeta kubwa kabisa yale hapa. Ninayana pale watu wanafanya ile kanisa yao tulisema na wayasema ni mafrima tutauza. Sasa baba ile moto igeuke voiture. Mungu iko possibility kuigeuza. Faut tuishi maisha ya kushuhuda sasa. Si wote tuko hapa kwa kusaidia kutoa $100. Tuko makaka naanguka, wale tumsaidie tunaanza mcheko. Tunaanza kimbia. Na njoo maana envelope ya kutoa tu na tena. Bwana Yesu asifiwe. Usimbosieni tunataka imba na wewe. Kisha tuombe Mungu. Angalia maisha yako lifungiwa wapi. Apare tu ya kukula tunapataka tu. Lakini amani mnyumba hakuna. Na tunaombana wewe mwaka mzima. Karibuni mwaka kuisha. Acha ambia Mungu nitendee leo muujiza. Acha ambia Mungu nitendee leo ishara. Acha ambia Mungu alifunga village ya kule. Leo nafunguliwa hapa katika China. Village yako sema jina yake peut-être kule ndio kitofu libakiaka. Leo tunakuwa victime ya laana ya masasi yetu. Mais leo Mungu akufungue. Leo Mungu akutendee. Haleluya, haleluya. Leo Mungu akuchekeshe. Leo atupeni mtu kutoka hapa na fievre. Kwa fievre ishe katika China. Sema amen. Sema amina. Na nataka kuleta mkono. Kuna watu wengine
Basi Mungu Prophet Mika kukumbuke leo katika jina la Yesu. Ile sifa na maabudu tulifanya mchana iangushe kila shida ulikuwa nayo. Sema amen. Karibu Baba Simba. Nataka nisha pasa kwa sababu. Sikia nikwambie, tunataka omba panda 30 minutes. Mimi nakata 16h40. At 17h30 tunamaliza. Bwana Yesu asifiwe. Si asile na wewe umeomba. Papa kapitana na bibi yako, kila mtu ana mahitaji yake. Geuka mambo yako wote ke uombe. Uambie Mungu shida ya maisha yako. Mungu banduku kunikala fasi wala kile hakuna mahitaji moja. Kila mtu ana mahitaji yake. Soma na wakati uko naomba usifanye samla. Ili ya Mungu ambia Bwana nataka unibadilishe na mimi. Vunja ile madhabahu ya umaskini shapata familia. Vunja ile madhabahu ya magonjwa shapata maisha yako. Vunja ile madhabahu ya kuomba ushakuwa nyuma ya watu hivi. Vunja katika jina. Mungu atusikiliza. Tunataka tuone ushuhuda. Mwisho wa mwaka tuone watu wanashuhudia. Watu wakaona mkono wa Mungu. Tunataka tufunge milango yetu. Watufungie milango kule mjini. Wale nje waingie mkanisa. Faut faire la prière. Tunataka tuombe Mungu. Tuambie Mungu Prophet Mika atembee. Tuambie Mungu Prophet Mika atende. Tuambie Mungu atukumbuke leo. Kila mwenye kwa mgonjwa atie mkono juu. Tuangalie. Mgonjwa weka mkono. Mimi najua kama leo utapona katika jina. Usiogope, leo utapona. Leo